Tunashukuru ni kwa sababu ya neno la siku ya leo, ile habari umekusudia Bwana kutunenea. Bwana, tunaomba ya kwamba ukaweze kufungua masikio yetu ya ndani, tukaweze kuelewa makusudi yako. Roho Mtakatifu wa Bwana, tusaidie kuelewa neno lako. Tunenee Mungu kulingana na kusudi lako siku ya leo. Naomba ukanitumie kama chombo siku ya leo, na ili nikaweze kudeliver neno lako. Nazo heshima na sifa na utukufu ni kwako Bwana, na ni katika jina la Yesu tuomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusikia neno letu la siku ya leo, na ujumbe wa siku ya leo ni ya kwamba sisi tumefanyika kuwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanyika kuwa makuhani wa kutoa dhabihu mbele zake Bwana, na tutasoma neno la kwanza kutoka kwa kitabu cha Psalm 138. Zaburi 138 tuanzie mstari wa kwanza. Nitasoma. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema ya kwamba nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele za miungu nitakuimbia zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitashukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako, uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akawa amemjua Mungu wake, na akajua ya kwamba Mungu wake ni Mungu wa ahadi, Mungu ambaye hutuza ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo akasema ya kwamba nitakushukuru kwa moyo wangu wote, ya kwamba mbele zako nitakuinamia, nitakuabudu. Ni kwa sababu ya nini? Bwana, umelituza neno lako, ya kwamba umelikuza, umeliinua kuliko hata jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaponena jambo ni lazima atimize. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yeye tabia yake ni kuaminika, ya kwamba uaminifu wake umepita jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba jina lake ni kuu, lakini uaminifu wake ni mkubwa kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akajua ya kwamba fadhili za Mungu na uaminifu wake ni mkubwa juu ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya wale watu ambao Mungu amewaita na kuwateua ili wakaweze kuwa makuhani mbele zake. Wanapomuita, yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanapomulilia, yeye ni mwaminifu kutimiza ahadi, ya kwamba tukasimame na neno lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomuomba, tukaombe kulingana na neno lake. Tunapoliitia jina lake, tukamuite kulingana na neno lake. Ni kwa sababu neno lake ndilo agano kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno lake ndilo ahadi katika maisha yetu, na kwa hivyo tusimame kwa hiyo ahadi. Tunapotembea katika maisha yetu, tukasimame katika ahadi ya neno lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu kiasi ya kwamba hawezi kuvuja ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kufanya kinyume na neno lake. Kwa hivyo neno la Bwana ndilo taa ya maisha yetu. Neno lake Bwana ndilo kiugo kia Ngai atĩ nĩkĩo mabu thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ndio itakayotupatia direction ya mahali tunataka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua ya kwamba kila mmoja ambaye anajuana na Bwana Yesu, mahali anaelekea ni uzima wa milele. Hiyo ndiyo tunayotafuta, na hiyo ndiyo tunayozingatia. Na kwa hivyo mapu yetu ya kutuelekeza katika uzima wa milele ni neno lake Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Nalo hilo neno lake Bwana limeaminika hata kuliko jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba amelituza agano lake. Asubuhi ya leo ni vyema kutambua Mungu wako, ni vyema kumuelewa Mungu kama vile Daudi alivyomuelewa, na kwa hivyo akatafuta kumwabudu huyu Mungu, akatafuta kumshukuru, akatafuta kusimama katika njia zake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu alitambua na akaweza kuelewa ya kwamba Mungu ni Mungu wa agano na hawezi kulifuja agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone neno katika kitabu cha Waebrania 10. Tufungue Biblia katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wake wa 16. Na nitasoma Waebrania 10 mstari wa 16. Hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno lake Bwana linatuambia ya kwamba Mungu akasema ya kwamba hili ndilo agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nitaandika sheria katika mioyo yao, ya kwamba na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wakati ule wa kwanza wa wana wa Israeli, Mungu aliweza kuwapatia sheria ambazo walikuwa wanatembea nazo katika maisha yao, lakini hawakuweza kuzitimiza. Lakini baada ya kufa kwake Yesu, neno lake Bwana linasema ya kwamba ataziandika zile sheria katika mioyo yetu, na katika mawazo yetu zitaweza kuandikika. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati ule wana wa Israeli walikuwa wanatoa dhabihu siku baada ya siku iliyokuwa inatolewa na makuhani, lakini neno la Bwana linatuambia ya kwamba wakati huu neno la Bwana limeandikika katika mioyo yetu, tumefanyika kuwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba lile ondoleo la dhambi limeondolewa mara moja, ya kwamba dhabihu iliyotolewa na Bwana Yesu msalabani iliweza kutufanya tukawe na ile njia ya kuingia katika madhabahu, mahali ambapo palikuwa panaingiwa na makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu ya kufa kwake Yesu Kristo akatupatia lile agano likaandikika ndani yetu. Sanduku la agano lilikuwa linawekwa katika madhabahu, mahali palikuwa ambapo ni patakatifu. Hakuna mtu angeingia isipokuwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwa sababu ya Bwana Yesu kufa msalabani, tukafanyika makuhani, tukasamehewa dhambi, na neno la Bwana linasema ya kwamba tuko na ujasiri wa kuingia mahali pale ambapo ni patakatifu, tukaweze kutoa dhabihu mahali pale na tukaweze kukubalika. Bwana Yesu asifiwe. Njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba tukaweze kukaribia kwenye kiti cha rehema tukiwa na mioyo misafi, tukiwa tumetakaza mioyo yetu, tukiwa tumetakaza nia zetu, tukiwa tumetakaza dhamiri zetu.
Bwana Yesu aweze kusifiwa sana, ya kwamba tukakaribie kwenye hicho kiti cha rehema. Ni kwa sababu Bwana Yesu amefanyika kuwa kuhani mkuu na yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amefanyika kuwa kuhani mkuu na sisi ndio tumembeba. Ni kwa sababu ako ndani yetu, tumebeba lile agano liko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tuweze kuwa na ule ujasiri wa kukaribia kwenye kiti cha rehema, tukaweze kutoa dhabihu zitakazokubalika na Bwana. Lakini neno la Bwana linatuambia tukaweze kutakaza mioyo yetu, tukaweze kutakaza nia zetu, tukaweze kuoshwa kwa maji yaliyo masafi, tukaweze kutakazika, tukapate kibali cha kuingia mahali pale ambapo ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule wa kwanza, ikiwa ungekuwa na wakati wa kuingia kwenye madhabahu, ulikuwa unajitakasa, ulikuwa unajiandaa kuingia kwenye madhabahu. Ni kwa sababu ungeingia mahali pale ukiwa na dhambi, ulikuwa unakufia katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba ulikuwa unafungwa na mnyororo kabla ya kuingia kwa madhabahu, ili ukiingia kwa madhabahu na wasikia ya kwamba umekawia, wafurute ile nyororo waweze kukutoa nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huu neno la Bwana linatuambia ya kwamba tumefanyika makuhani na tumekubaliwa kuingia mahali pale patakatifu, na kwa hivyo ni wakati wetu wa kujitakaza na kujiosha nia zetu, tukaweze kukubalika kuingia mahali pale patakatifu, na ili tukaweze kutoa dhabihu ambazo zitakubalika na Bwana. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Tuendelee kusoma. Na mlishike sana ugamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba na tuweze kulishika sana ugamo la tumaini letu. Bwana Yesu aweze kutukuzwa, ya kwamba lisije likageuke, maana yeye aliyeahidi ya kwamba ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetuahidi ni mwaminifu, aliyetuchagua ni mwaminifu, hawezi kugeuka. Na kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba tuangalie sana ile agano tuliloagana na Bwana Yesu, ya kwamba tulipookolewa, ya kwamba tumefanyika kuwa makuhani. Tuangalie sana lisije likaweza kugeuka, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana Yesu aweze kusifiwa. Na neno la Bwana linasema ya kwamba tukawe na wakati wa kukutana mara kwa mara, tukaweze kutiana nguvu katika nyumba lake Bwana. Neno la Bwana linasema ya kwamba ni desturi ya watu ambao wameitwa na Bwana kukusanyika pamoja na kutiana nguvu na kunena neno lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama kuhani, maandiko inatuambia ya kwamba tusiache kukutana, tusiache kumtafuta Mungu, tusiache kuingia katika madhabahu yake Bwana, tuweze kumtafuta Bwana, tuweze kutakaza mioyo yetu, tuweze kuosha nia zetu, ili ya kwamba lile ugamo letu ama lile agano tuliloweka na Bwana tukaweze kulidumisha. Bwana Yesu aweze kusifiwa. Ni kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba yeye Mungu ni mwaminifu, hawezi kulifunja lile agano. Na kwa hivyo tunaambiwa tuangalie sana, tukaweze kulinda ile agano letu na Bwana, na ili likaweze kudumu, na ili tukaweze kubaki tukiwa watu watakatifu, tukiwa watu wanaotoa dhabihu zinazokubalika mbele zake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati makuhani walipokuwa wanatolea Mungu dhabihu, ya kwamba walikuwa wanajiandaa
na ukiingia mahali pale ukiwa na dhambi, unakufia mahali pale madhabahuni. Ni kwa sababu Mungu ni mtakatifu, hajageuka. Yeye ni yule yule aliyekuwa mtakatifu, hata siku ya leo ni mtakatifu. Tunaishi kwa neema yake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anatupenda, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu, hawezi kulifuja agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kanisa la Bwana, ni wakati wa kumtafuta Bwana. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba tuangalie sana, maana siku zimekaribia. Siku za Bwana Yesu kurudi zimekaribia. Na kwa hivyo tuangalie sana, tuweke bidii ya kumtafuta Bwana, tuweke bidii ya kujitakaza, tuweke bidii ya kukutana katika nyumba lake Bwana. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Ya kwamba ni tabia ya watu wa Mungu kukutana katika nyumba lake Bwana, wakatafute uso wake Bwana, maana siku imekaribia. Watu ambao watakaobeba nguvu za Bwana ni watu wenye tabia ya kumtafuta Bwana. Watu ambao watabeba uwepo wake Bwana ni watu wenye tabia ya kuingia kwenye madhabahu, ni watu wenye tabia ya kutakaza nia zao. Hao ndio walio na kibali ya kutoa dhabihu inayokubalika mbele zake Bwana. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Na kwa hivyo asubuhi ya leo, kanisa la Bwana, ni wakati wetu wa kujitahidi kumtafuta Bwana. Ni wakati wetu wa kujitahidi kuenenda mahali pale patakatifu, tukatoe dhabihu ambazo zitakazokubalika. Ni tabia ya makuhani, ama ilikuwa ni tabia ya makuhani, kukaa kwenye madhabahu, kutafuta uwepo wa Bwana, kutafuta uso wa Bwana, na ili wanapotoa dhabihu zinaweza kukubalika. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba neno la Bwana, Daudi akasema ya kwamba Mungu ameweka amelitiria neno lake, ya kwamba yeye ni wa ahadi, na kile amenena ni mwaminifu kukitimiza, ya kwamba ameliinua neno lake kuliko hata jina lake. Na kwa hivyo kile Mungu amenena ni lazima atimize. Ni wakati wa kuomba kulingana na neno lake Bwana. Unapopitia katika hali, unatafuta mapenzi ya Bwana yanasema nini katika hali hii. Ni kwa sababu ni Mungu wa agano, ni Mungu wa ahadi. Tutafute kutembea na neno lake Bwana. Ni kwa sababu hilo ndilo litakalo tuelekeza, hilo ndilo litakuwa la kutuguide katika maisha yetu ya kumtafuta Bwana. Na kwa hivyo tusikose kukutana pamoja, kutafuta neno lake Bwana, kuomba, kuweka uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Tusome neno katika kitabu cha Nehemia. Nehemia 13. Fungua kitabu cha Nehemia 13 mstari wake wa 11. Tumefika. Nehemia ni 13 mstari wake wa 11. Tuanzie mstari wa 10. Tena nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao, basi wamekimbia Walawi na waibaji waliofanya kazi kila mtu shambani mwake. Ndipo nikagombana na mashehe, nikasema, mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Kisha nikawakusanya, nikawaweka mahali pao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Nehemia. Nehemia alikuwa amechukuliwa na akawa ametoka katika nchi yao, lakini kuna wakati alisikia ya kwamba nchi yao ama mahali pale kwao kumeweza kuondolewa ukuta na hata milango imeweza kuchomwa, na akawa amerudi mahali pale.
Na wakati alipokuwa anarudisha ukuta wa nyumba la Bwana, akakuta hata madhabahu, watu wa Mungu wameachilia madhabahu. Ni kwa sababu alikuta ya kwamba makuhani wameacha kazi ya ukuhani, wametoka katika nyumba lake Bwana, pamoja na waibaji wameiacha madhabahu. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Ni kwa sababu neno linatuambia ya kwamba waibaji na makuhani walikuwa wanakaa kwenye madhabahu, na ili wanafuta uwepo wake Bwana, wanaliinua jina la Bwana, wanalitukuza jina la Bwana, wanamtafuta Bwana. Lakini Nehemia akakuta ya kwamba madhabahu imeachiliwa, hakuna watenda kazi katika madhabahu, na akawa ameghadhabika, na akaweza kurudisha the order ambayo ilikuwa inatakikana. Akarudisha waibaji kwenye madhabahu, akarudisha makuhani kwenye madhabahu. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Ni kwa sababu madhabahu haiwezi kuwa na moto bila watu kuwa mbele zake Bwana. Hatuwezi kudumisha moto wa madhabahu ikiwa hatutaupepeta. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima moto wa madhabahu tuweze kulinda moto wa madhabahu, ili wakati tunapokutana siku kama ya leo, tunakuta ya kwamba nyumba la Bwana kuna uwepo. Ni kwa sababu kuna watu wamekuwa katika siri, katika uwepo wake Bwana, wakimtafuta Bwana. Ni lazima kila siku ulinde madhabahu ya moyo wako, usiondoke kwenye madhabahu ya moyo wako, ukaweza kulinda moyo wako, usiondoke kwenye uwepo wake Bwana, na ili ukaweze kudumisha moto katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wameondokea madhabahu, kila mtu amerudi kwa biashara yake, kila mtu amerudi kujitafutia. Lakini Nehemia akasema ya kwamba ni lazima mrudi kwa madhabahu ili mkatafuta uwepo wake Bwana. Asubuhi ya leo, wakati kama wa leo, ni siku ya ibada, lakini unakuta nyumba yake Bwana haina watu katika ibada. Ni kwa sababu nini? Watu wameenda kujitafutia, shughuli na mambo zimewafunga. Lakini Nehemia akarudisha oda katika nyumba yake Bwana, akasema ya kwamba ni lazima tulinde madhabahu ya mioyo yetu. Asubuhi ya leo ni lazima tuangalie madhabahu, tuangalie vile tunalinda moto katika mioyo yetu, na ili tunapoenda kutoa dhabihu zinakubalika na Bwana. Maana maandiko imetuambia ni tabia ya watu wa madhabahu kukutana mara kwa mara, kukutana katika ibada, kukutana katika ushirika, kuomba pamoja, kuhimizana, kutiana nguvu, na ili kila mmoja akajisikia ya kwamba ako na nguvu ya kumtumikia Bwana, akajisikia ya kwamba ako na nguvu ya kumuinua Bwana, ya kwamba ni lazima tukawe watu wa imani. Asubuhi ya leo, watu wa madhabahu, Bwana Yesu atukuzwe, ya kwamba tumefanyika kuwa makuhani ili tukaweze kutoa dhabihu zitakazompendeza Bwana. Ni lazima katika mioyo yetu tukaweze kujiangalia uhusiano wetu na Mungu kama tumeulinda. Wakati mwingine tuko katika mabiashara, tunafanya kazi, tunachoka. Ukiingia kwa nyumba unalala wiki mzima, kuanzia Monday mpaka Saturday uko katika shughuli, unasahau na moyo wako. Bwana Yesu atukuzwe. Usikubali kuzima moto wa madhabahu ya moyo wako, ili unapoenda kutoa dhabihu inakubalika na Bwana. Inakuwa ni rahisi kumuita Bwana, anashuka. Tukaweze kurudisha oda ya madhabahu, tukalinde mioyo yetu. Katika mioyo yetu tukawe na sifa, kama vile Daudi anasema ya kwamba nitakushukuru, nitakuhimidi, ni kwa sababu wewe ni Mungu wa ahadi. Asubuhi ya leo Mungu ameweka agano nasi ya kwamba tumefanyika kuwa makuhani, tukazitoe dhabihu zinazokubalika. Lakini tunaona ya kwamba katika nyumba lake Bwana, waibaji walikuwa wanakaa pale, makuhani walikuwa wanakaa pale, wanamwabudu Bwana, wanamtafuta Bwana, ili wakati wanapokutana uwepo wa Bwana unashuka, unajaa mahali pale. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Ni wakati wa kanisa la Bwana kutafuta uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Tukae katika uwepo siku baada ya siku. Omba, soma neno lake Bwana, msifu Bwana hata ukiwa nyumbani.
mtukuze Bwana, muinue Bwana, mshukuru Bwana. Mambo yakiwa mazuri, muinue Bwana. Mambo yakiwa mabaya, mshukuru Bwana. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Na ili dhabihu ambazo tunazotoa zinakubalika na Mungu. Waibaji ni wa maana katika madhabahu. Waibaji ni makuhani wa madhabahu, ili wamtafute Bwana, ili wamtafute Bwana. Ibada haifai kukosa watu wa kuabudu, watu wa sifa. Ni kwa sababu hawa ni watu wa madhabahu. Ni lazima tujitoe kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujitoe kumtafuta Bwana. Ni lazima tutoe mioyo yetu kama dhabihu iliyo hai, inayokubalika na Bwana. Tuzizime moto wa madhabahu. Nehemia akawaambia ya kwamba ni kwa sababu aliangalia na kuona ya kwamba hawakuwa wanapewa sehemu yao iliyokuwa inatolewa kwa sababu ya makuhani na waibaji, na kwa hivyo wakawa wameondoka, wamerudi mashambani kujitafutia riziki. Lakini Nehemia akasema hawa watu wa Mungu wapewe sehemu yao ili waendelee kumtumikia Bwana. Mungu alikuwa na mpango ya kwamba makuhani wawe wanapata chakula chao kutoka ndani ya madhabahu. Na kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba kisha nikakusanya nikawaweka mahali pao. Ndipo Yuda wote walipoleta zaka na nafaka na mpinyo na mafuta kwenye hazina, nami nikawaweka watunza hazina juu ya hazina, yaani Yeremia kuhani na Zadoki mwandishi na Walawi. Pedaya na wa pili nao alikuwa Hanani mwana wa Zakuri mwana wa Mtinia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba watu wa Mungu wakaleta sadaka, wakaleta matoleo katika madhabahu, na ili watu makuhani waendelee kukaa mahali pale katika madhabahu, waendelee kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unapomtafuta Bwana, unapotafuta kumpendeza Bwana, naye Mungu anakushughulikia. Yule Mungu aliyeshughulikia makuhani, yule Mungu aliyetafuta ya kwamba makuhani watasurvive namna gani, hata sasa yuko, ni kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unapojitoa kumtafuta Bwana, unapojitoa kumtumikia Mungu, naye Mungu atashughulikia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usitaabike, uiache madhabahu, uende ukatafute shughuli, ni kwa sababu ya maisha yako. Lakini jitoe, Mungu aweze kuonekana. Wakati Mungu anapokuhitaji, wacha ukae wa kuonekana. Tafuta Mungu na Mungu wako ataonekana. Ni kwa sababu gani? Yeye ni Mungu mwenye kutunza ahadi. Alikuwa tangu mwanzo ametafuta ile njia makuhani wake watakavyoendelea katika maisha. Na ni kwa sababu wewe siku ya leo umefanyika kuwa kuhani. Maandiko ikatuambia mahali hapa asubuhi ya kwamba usitaabike kile ambacho utakula, kile ambacho utakunywa, lakini tafuta Bwana na Mungu atashughulikia maisha yako. Haimaanishi ya kwamba usiende biashara yako, haimaanishi ya kwamba usiende kazi yako, lakini tafuta Bwana, na wakati unapomtafuta Bwana atashughulikia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuweze kudumisha ule moto wa madhabahu, ili tunapotoa dhabihu zetu zikaweze kukubalika na Bwana. Unapoendelea hapo chini, utaona ya kwamba ilifika wakati Nehemia akaangalia madhabahu, akaona ya kwamba watu wanafanya biashara siku ya Sabato, ya kwamba hawamtumikii Bwana tena. Wako kule masokoni wakinunua na wakiuza, wameachana na kumtumikia Bwana. Na Nehemia akasema ya kwamba milango iwe inafungwa jioni, ya kwamba kusikue na kitu kinaingia katika siku ya Sabato. Akasema hataki kuona tena watu wakiuza, watu wakinunua katika siku ya Sabato. Ni kwa sababu ilikuwa ni sheria ya Bwana ya kwamba siku ya Sabato watu waweze kukutana kwenye madhabahu, wakaweze kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wale, ni kwa sababu hawakuwa na imani, hawakuweza kutimiza
ile ahadi ya kumtafuta Bwana. Lakini asubuhi ya leo tumepewa Roho Mtakatifu wa Bwana. Tutakapomtafuta Bwana, tutakuwa na ule ujasiri wa kumtumikia Bwana. Ni kwa nini mara nyingi tunachoka? Ni kwa nini tunajipata hatuna neema ya kwenda katika maombi? Hatuna nguvu za kumtafuta Bwana. Ni kwa sababu tumekosa, yani tumetulia, hatuko katika mioyo yetu, hatujapepeta ule moto, na kwa hivyo tunasikia tumechoka. Tunasikia ya kwamba si lazima niende katika nyumba yake Bwana. Lakini ukikuwa mwenye tabia ya kupepeta, utakuwa unauliza ni lini siku itafika nikamwabudu Mungu wangu. Asubuhi ya leo ukikubali kupepeta moyo wako, ukikubali kupepeta imani ulio nayo, utakuwa na ile bidii. Utakuwa unasikia ya kwamba ninahitaji kuwa katika madhabahu, ninahitaji kuwa katika ushirika. Utakuwa unasikia ya kwamba mimi ndiye nimeitwa, siangalii yule mtu mwingine, lakini ukajua ya kwamba ni mimi namtafuta Bwana. Bwana Yesu aweze kutukuzwa. Hatutakuwa tunasukumiwa kuingia katika ibada, hatutakuwa tunasukumiwa kuingia katika ushirika. Ni kwa sababu gani? Tumepepeta mioyo yetu, tunasikia tu kumtafuta Bwana, tunasikia tu kukaa katika uwepo wa Bwana na ili akanene nasi. Watu wa madhabahu ni watu wenye imani, watu wa madhabahu ni watu wajasiri. Hali inapokuja wanasimamisha neno lake Bwana. Ni kwa sababu wamelishika. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Ni kwa sababu gani? Ni upanga wa Roho. Neno lake Bwana ni upanga wa Roho, na kwa sababu mambo yanapotokea wanainua upanga na wanaweza kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wa tabia ya kumtafuta Bwana, makuhani wenye tabia ya kulinda moto, hao ndio walio na nguvu ya kusimama. Hao ndio wenye imani ya kupigana vita. Hao ndio wenye kibali ya kutoa dhabihu zinazokubalika na Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Asubuhi ya leo tumefanyika kuwa makuhani. Tumefanyika kuwa makuhani kwa sababu gani? Bwana Yesu ametutangulia akiwa kuhani mkuu na yuko ndani yetu. Tumebeba ile agano, tumebeba ile ahadi ya kwamba tumefanyika wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Yesu akawaambia wanafunzi wake, hamjakuwa mkiomba kwa jina langu, lakini kuanzia sasa mtaomba kwa jina langu na mtafanya mambo makubwa kuliko yale niliyoyafanya. Ni kwa sababu gani? Mimi niko ndani yenu. Bwana Yesu ainuliwe. Ni kwa nini tuogope wapendwa? Na tuko na Mungu mkubwa aliye wa ahadi, asiyevunja agano lake. Asubuhi ya leo ni kwa nini tuogope wapendwa? Ni kwa nini tushindwe na vita? Na tuko na Mungu mkubwa. Bwana Yesu ainuliwe. Ya kwamba tumekuwa watu wa agano la Bwana, tumekuwa makuhani wa kifalme. Bwana Yesu atukuzwe. Ya kwamba tunaweza kusema mambo na yakaweze kutimia. Tunaweza kusema maneno na yakaweze kutimia. Ni kwa sababu gani? Sio sisi, lakini ni Yesu ndani yetu. Bwana Yesu ainuliwe. Tuweze kulinda moto wa madhabahu ndani yetu. Tuwe na desturi ya kukutana mara nyingi, ya kuwa katika madhabahu, ya kutafuta Mungu ukiwa peke yako, ya kumwabudu Bwana ukiwa peke yako. Na ili tunapokutana mahali hapa, tunakuwa moto mkubwa. Tunakuwa umekuja na moto wako na mimi nimekuja na moto wangu. Tunapokutanisha ule moto, kanisa la Bwana linajaa uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana halifai kuwa na baridi. Ni kwa sababu gani? Kila mmoja ametafuta Bwana. Tunapokutana kunakuwa ni mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hata waibaji wanaposimama wanainua mikono yao kumwabudu Bwana, wagonjwa wanapona. Ni kwa sababu gani? Waibaji wamekuwa kwenye madhabahu. Waibaji wamepepeta moto, wako na nguvu. Wanaposimama, wanasimama kama watu ambao wako na authority. Ni kwa sababu gani? Wamewaka moto. Bwana Yesu ainuliwe. Turudishe tabia ya kumtafuta Bwana.
Turudishe tabia ya kuwa kwenye madhabahu, turudishe tabia ya kulinda madhabahu ya mioyo yetu, na ili Mungu wetu akaweze kuonekana. Neno likatuambia ya kwamba siku zimekaribia, Bwana Yesu yuko karibu kurudi. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Atatupata tukiwa jinsi gani? Atatupata tukiwa katika shughuli, tumesahau na mioyo yetu, tumezima moto wa madhabahu. Bwana Yesu aweze kutuhurumia. Ni kwa sababu kuna watu wameokoka, lakini Bwana atakapokuwa anarudi hawataisikia ile tarubeta. Ni kwa sababu tarubeta itasikiwa na wale wako ndani ya moto wa madhabahu. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Itasikiwa na wale wameakisha moto, wamelinda moyo, wamejitakaza, wamejiandaa, ni kwa sababu ya kuja kwake. Anakuja kuwachukua walio wake. Bwana Yesu aweze kusifiwa. Tusichoke kumtafuta Bwana. Wacheni tuongeze bidii, maana sisi ni makuhani wa siku ya leo, na tumeitwa kwa mwito wake Bwana, na ili tukaweze kutoa dhabihu ambazo zitakubalika. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Tusome katika kitabu cha Chronicles 13 verse 6. First Chronicles 13 verse 6. Basi Daudi akapanda yeye na Israeli wote mpaka bara, ndilo Kiriath Yearimu, ulio wa Yuda, ili kulileta toka huko sanduku la Mungu Bwana, akaaye juu ya makerubi, lililoitwa kwa jina lake. Wakalipandisha sanduku la Mungu juu ya gari jipya kutoka nyumba ya Abinadabu na Uza na Ahio, wakaliendesha lile gari, wakacheza Daudi na Israeli wote mbele za Mungu kwa nguvu zao zote, na kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa tarubeta, hata walipofika penye uga na koni. Uza akaunyosha mkono wake alishike sanduku, kwa maana wale ng'ombe walikuwa. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye akampiga kwa sababu alishika sanduku mkono wake, hata akafa pale pale mbele za Mungu. Naye Daudi akaona uchungu, kwa kuwa Bwana amemfikia Uza, akapaita mahali pale Peresi Uza hata leo. Naye Daudi akamuogopa Mungu siku ile, akasema, nitaliletaje sanduku la Mungu kwangu? Basi Daudi hakujichukulia sanduku mjini mwa Daudi, ila akalihamisha kando na kulitia nyumba kwa Obedi Edomu Mhiti. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati Daudi, maandiko inatuambia ya kwamba wakati alipoteuliwa akawa mfalme, kuna ule mji aliyouteua na akauita mji wa Daudi. Na kuna mahali Sauli alipokuwa anatoka kwenye ufalme, aliacha sanduku la Bwana likiwa. Naye Daudi akawa na mpango, akaita wana wa Israeli wote, akawaita majeshi, akawaita wakuu wote, akawaita pia na makuhani, na ili waliendee sanduku la Bwana, walilete katika mji wa Daudi. Lakini maandiko inatuambia ya kwamba walipoenda kulichukua lile sanduku, wakalichukua wakaliweka kwenye gari, na hawa watu wawili ambao tumesoma, Uza na huyu mwingine,
wakawa wanaliendesha lile gari. Uza na Ahio wakawa wanaliendesha lile gari, lakini neno la Bwana linatuambia ya kwamba kuna mahali hilo saduku lilifika na likainama, lakini Uza akanyosha mkono wake ili aweze kulitengeneza. Lakini neno la Bwana limetuambia ya kwamba Mungu akawa ameshikwa na hasira na akamuua mahali pale mbele ya lile saduku. Ingawaje Daudi alikuwa amekusanya majeshi wote, alikuwa amekusanya wale watu, aliona ya kwamba wanafaa, na wakacheza mbele zake Bwana, wakamwibia kwa nguvu zao zote, lakini Mungu akawakataa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akamuua Uza. Ni kwa sababu gani? Hawakusimama sawasawa na lile neno la Bwana lilikuwa limeandikwa kwenye sheria, na ni kwa sababu tulisoma ya kwamba Mungu analituza neno lake, na Mungu akawa amemuua huyu Uza. Ni kwa sababu yeye hakuwa kuhani, lakini alienda kuliguza saduku la Bwana, na saduku la Bwana lilikuwa linaguzwa na makuhani, na kwa hivyo Mungu akaweza kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Hawakuiweka mikakati ya neno la Bwana iliyokuwa imeandikwa katika Torati. Asubuhi ya leo neno la Bwana linatuambia ya kwamba hatutafanya kwa bidii zetu, hatutafanikiwa kwa sababu ya kufanya kazi kubwa. Daudi alikusanya watu wengi, wakawa wamecheza, wakawa wamejitolea kwa nguvu zao zote, lakini wakawa wamefunja neno, na kwa hivyo Mungu hakuipokea ile dhabihu yao, ama hakukubali saduku la agano likaweze kufika mahali alikuwa ametarajia. Ni kwa sababu alienenda kinyume na neno la Bwana. Asubuhi ya leo, hata ukatoe dhabihu gani mbele zake Bwana, hata ukasaidie walio masikini, hata ukajitoe kiasi gani, lakini ufunje neno lake Bwana, Bwana hatafurahia na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukitoa dhabihu ya aina gani, hata kukubali. Ni kwa sababu gani? Ameliweka neno lake namba moja, ya kwamba ameliinua neno lake kuliko hata jina lake. Na kwa hivyo ni lazima tuenende kulingana na mapenzi ya Bwana, ni lazima tuenende kulingana na neno la Bwana, ili dhabihu tunazozitoa zikubalike na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome 15 mstari wa 12, tuone vile saduku la Bwana liliweza kufika mahali alipokuwa ametarajia. 15 mstari wa 12. Akawaambia, ninyi ni vichwa vya mbari za baba za Walawi. Jitakaseni ninyi na ndugu zenu, ili mlipandishe saduku la Bwana Mungu wa Israeli mpaka mahali pale nilipoliwekea tayari. Kwani kwa sababu ninyi hamkulichukua saduku, kwani Mungu wa Israeli mpaka mahali pale nilipoliwekea tayari. Kwani kwa sababu ninyi hamkulichukua safari ya kwanza, Bwana Mungu wetu alitukulikia, kwa maana hatukutafuta sawasawa na sheria. Basi makuhani na Marawi wakajitakasa, ili wapate kulipandisha saduku la Bwana Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imetuambia ya kwamba wakati huu Daudi akawa makini sana, akawakusanya bare zote, ama wale walikuwa vichwa wa bare za wale makuhani. Kwa hivyo alitafuta wale ambao wangemtafutia makuhani wote, akawaita, akawaleta pamoja, akawaambia ya kwamba ile mara ya kwanza sikuwaweka mbele, ama sikuwapatia nafasi iliyo yenu, na ndiposa Bwana alikasirika na sisi, na saduku la Bwana halikufika mahali lilikuwa limetarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia ya kwamba jitakaseni, na ili tukaweze kulipandisha saduku lake Bwana,
Na maandiko inasema ya kwamba wale makuhani akawaambia ya kwamba tafuteni hata na waibaji na wachukue kila aina ya ngoma ya kucheza, mchukue tarubeta, mchukue kinanda, mchukue kila kitu yote ambayo inatoa sauti, tukaweza kumwimbia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakafanya hivyo, wakatafuta waibaji na wakajitakasa, wakavaa nguo ya kutoa dhabihu, ya kwamba hata Daudi akavaa nguo ya kutoa dhabihu, akawa amejitakasa, wakajitakaza mbele zake Bwana, wakamwimbia Bwana kwa nguvu zao zote. Na maandiko inasema nini? Makuhani wakalibeba lile saduku mpaka wakalipeleka mahali lilikuwa linatakikana liende. Na hapa ndipo maandiko huwa inasema ya kwamba Daudi alimwimbia Bwana mpaka nguo zake zikaweza kuanguka. Ni kwa sababu gani? Hata mke wake alipomtazama akaona vile ambavyo anamchezea Bwana, akamdharau kwa moyo wake. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu akamnyima mtoto katika maisha yake. Huyo mwanamke hakupata mtoto. Ni kwa sababu gani? Wakati Mungu alipokuwa anaibiwa na Daudi akijitoa kwa nguvu zake zote, alimwangalia akamdharau, naye Mungu akamnyima haki ya kuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ni vyema kumwabudu Bwana kwa njia inayostahili, kwa njia ya utakatifu. Tunaona Daudi alikuwa amepanga kufanya jambo jema ambalo lilipendeza kila mmoja, lakini hakulifanya sawasawa na neno lake Bwana. Asubuhi ya leo tunapomtumikia Bwana, wacheni tumtumikie kwa njia ya utakatifu na usafi, tukaweze kumwabudu kwa njia ya kweli. Ni kwa sababu tunaona mara hii ya pili Mungu aliweza kupokea dhabihu yao ama ule mpango waliokuwa nao, na saduku la Bwana likapanda likapelekwa mahali Daudi alikuwa amelitengenezea, na wakamchezea Bwana kwa nguvu zao zote, wakamwinua, wakamwabudu. Na ndiposa Daudi anasema ya kwamba nitakuibia kwa moyo wangu wote. Ni kwa sababu gani? Umelituza agano lako. Ama wewe ni Mungu wa ahadi, wewe ni Mungu mwaminifu. Ni kwa sababu alipelekana na Bwana na akajua tabia ya Mungu ya kwamba ni Mungu mwaminifu. Asubuhi ya leo wacheni tujitakaze, wacheni tujitoe kwa Mungu, tutoe dhabihu iliyo hai ya utakatifu na usafi, na tutakubalika na Bwana. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Daudi alikusanya viongozi wote wa Israeli, akawakusanya maaskari, lakini kusudi lake halikutimia. Kwa sababu gani? Hakutafuta makuhani wamtangulie, waliokuwa na uwepo wa kubeba saduku la Bwana, waliokuwa na kibali cha kubeba saduku la Bwana. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Nataka kusema nini? Ya kwamba hata mfalme akiwa katika utawala, wale watu wanaostahili kuwa wanatawala sio mfalme, lakini ni makuhani. Bwana Yesu aweze kuinuliwa. Ya kwamba sisi ndio tumeitwa kama makuhani tuweze kutawala katika nchi ya Kenya. Tusimame kwa maombi, tuseme hili halitaendelea katika nchi yetu, tuseme hili linafaa. Tumtafute Bwana aweze kuingilia taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kama huu ambao tunaelekea wakati wa uchaguzi, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Bwana ama wewe ambao umeitwa kuhani wa Bwana, haufai kuomba ukiegemea upande huu ama upande huu, ukaseme ni nani anayefaa ama ni nani asiyefaa. Lakini kile unachohitajika kukifanya ni kutafuta mapenzi ya Bwana. Omba kulingana na neno la Bwana, omba kulingana na mapenzi ya Bwana. Wakati mwingine katika maisha yetu tunakuwa discouraged, tunakuwa tumevunjika moyo, tumejitoa, tumefanya bidii, tunaona ya kwamba tumefanya kila kitu, lakini tunakuwa tumevunjika moyo. Ni kwa sababu mahali tunamtafuta Bwana hatujamuona. Ni kwa sababu gani? Tulimtafuta kulingana na mapenzi yetu,
tulimtafuta kulingana na vile tunataka, lakini hatukumwambia Bwana, mapenzi yako Bwana wacha itimizwe. Wakati tunapomuomba Bwana, wacheni tumuombe kulingana na mapenzi yake. Unamwambia Bwana, ikiwa ni mapenzi yako nifike mahali hapa, naomba ifanyike. Lakini sisi huwa tunaomba, ninataka kufanya hivi na hivi. Hatuulizangi Bwana, unataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Daudi akawa na mpango mzuri, lakini haukutimia. Maana hakumuuliza Mungu, unataka nifanye nini? Lakini wakati shida na mashaka zimeingia, ndipo anaporudi katika makutano na kujiuliza, ni kwa nini haikutimia? Ni kwa nini ikaenenda hivi? Akatambua ya kwamba nilifuja neno lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tusikue watu wa kujuta, kwa sababu mambo yametuharibikia mbele. Sababu gani? Hatukutafuta mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tuwe wenye tabia ya usafi na utakatifu, na kutafuta kumpendeza Bwana na kuomba makusudi ya Mungu katika maisha yetu, na kila jambo tutakalo litamani Mungu atalifanya ikiwa ni mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila dhabihu tutakayoitoa itakubalika na Mungu. Usisahau ya kwamba sisi ni makuhani. Tudumishe moto wa Mungu katika maisha yetu, na Mungu wetu atapelekana na sisi, na kila dhabihu tutakayoitoa itakubalika. Bwana Yesu aweze kuwabariki na kuwatenda mema tunapodumisha moto wa Bwana katika maisha yetu. Wacheni tusimame mbele zake Bwana, tumwambie Bwana atusaidie. Tunaishi kwa neema zake Bwana, sio kwa matendo yetu, lakini ni neema ya Bwana. Wacheni tumwambie Bwana asubuhi ya leo, tusaidie Bwana kukuabudu kwa utakatifu na katika haki. Inua mikono yako mbele zake Bwana. Mwambie Bwana asubuhi ya leo akusaidie. Mwambie Bwana akupe neema ya kumtafuta. Mwambie Bwana akupe neema ya kudumisha moto katika madhabahu ya moyo wako. Linda madhabahu ya moyo wako, na ili ukapelekane na Mungu, na lolote utakaloliomba kwa mapenzi ya Mungu atayatimiza. Mwabudu Bwana, inua Bwana, fungua kinywa chako, omba Bwana. Ambia Mungu akusaidia asubuhi ya leo. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Tunakuinua Jehova, tunakushukuru, wewe ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu wa ahadi asubuhi ya leo. Wewe ni mtakatifu Jehova. Umetuambia ya kwamba umeliweka neno lako juu kuliko hata jina lako Bwana, ya kwamba usikaweze kufuja kila ahadi ambalo umeagana nasi asubuhi ya leo katika jina la Kristo Yesu. Umetuambia ya kwamba Jehova, tutakapo kutafuta katika haki na katika utakatifu wa mioyo, ya kwamba Bwana utatusikia. Asubuhi ya leo Jehova, tunakuinua, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, tunakuinua kwa neema yako Bwana, ambayo imetubeba Jehova, ambayo inatulinda usiku na mchana. Pokea sifa asubuhi mchana wa siku ya leo, utukuzwe na uhimidiwe Bwana. Tunaomba neema yako Jehova, mahali tumechoka na kukutafuta Bwana, tusaidie siku ya leo. Mahali tumekata bidii ya kukutumikia Bwana, umetuambia tukakomboe wakati, ni kwa sababu Bwana Yesu uko karibu kurudi. Tusaidie kutia ndani kwa sababu yako. Umetuambia tukatafute ufalme wako Bwana, na mengine utayaleta katika maisha yetu. Tusaidie Bwana kuenenda kulingana na mapenzi yako katika udhaifu wetu Bwana, tusaidie. Tunaomba ukatujaze na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba Bwana ukatusaidie kutafuta mapenzi yako na kuyatekeleza, na ili tukaweze kuinuliwa na wewe. Umesema ya kwamba wanaokutumainia hawataachwa waaibike. Ahadi yako ni ya kwamba utatuinua juu ya mataifa yale mengine, ikiwa tutaliweka neno lako Bwana. Umetuambia ya kwamba tutatamani
wagonjwa mbele zako Bwana, ukaweze kuwakumbuka na kuwaponya. Inua watu wako mchana wa leo Jehova, katika jina la Yesu. Pigania watu wako Bwana, maana uponyaji ni sehemu yetu Jehova, katika jina la Yesu. Amani ni sehemu yetu Bwana, katika jina la Yesu. Kufanikiwa ni sehemu yetu Bwana, tusaidie. Pigana kila vita kwa sababu ya watu wako, rejesha kwenye madhabahu yako Bwana. Tusaidie kulinda na kudumisha moto wa madhabahu. Tusaidie asubuhi ya leo, tupe nguvu na neema. Ondoa kila uzito ndani ya mioyo yetu, piganie kila vita Bwana, katika jina la Yesu. Aliye kama wewe, naomba neema ya kukutafuta, naomba neema ya kukutafuta Bwana, katika jina la Yesu. Nasema tutakapokutafuta kwa bidii Bwana, tutakuona. Inua waimbaji katika madhabahu haya, inua watu wako mchana wa leo Bwana, katika jina la Yesu. Tusaidie kulinda madhabahu Bwana, ukaweze nasema ya kwamba ndani ya mioyo yetu na kukataa tusaidie Bwana kuweka sifa zako katika jina la Yesu. Kama vile Daudi alivyosema ya kwamba nitakushukuru, nitakuhimidi, nitakuimbia, kwa sababu wewe ni Mungu usiyevunjika kamwe. Tusaidie Bwana kutumainia, tusaidie Bwana kukuamini, tusaidie kusimama kulingana na neno lako, maana wewe ni mwaminifu. Bariki kila mmoja aliye katika nyumba yako Baba, katika jina la Yesu, tuinua jina lako, twasema ni asante. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Twashukuru ni kwa sababu ya kusudi lako la siku ya leo, maana hivyo ndivyo iliyokuwa mapenzi yako. Pokea sifa, pokea shukurani Bwana. Tunakuinua na tunakupenda, tunakuomba ukaweze kutusaidia ili tukawe wenye tabia ya kikuhani Jehova, tukatoe dhabihu zitakazokubalika na wewe, katika jina la Yesu. Bariki kila mmoja aliye katika nyumba lako, bariki hata wale hawakuwa pamoja nasi siku ya leo Bwana, ukawasaidie, ukawapiganie, ukawape neema, wasaidie hata na wao kukutafuta Bwana, katika jina la Yesu. Tunapotoka katika ibada siku ya leo, naomba ukatangulie kila mmoja katika wiki inayokuja Bwana. Tangulia kila mmoja Bwana, katika shughuli zetu tutangulie, katika mambo yetu Bwana tutangulie. Utulinde na utupiganie kila vita, katika jina la Yesu. Kila hitaji la kila moyo naomba ukalishughulikie. Kutana na kila moyo ulio katika nyumba lako siku ya leo, ukaweze kuwapigania kila vita. Wengine Bwana wanakungojea, ukaweze kufungua milango. Wanakungojea Bwana, wanapojiandaa hata kurudisha watoto shule. Naomba ukawashangaze wiki hii. Naomba Bwana ukawatumanie. Naomba Bwana ukapigane vita zao, katika jina la Yesu. Naomba malaika wako akawalinde usiku na mchana, katika jina la Yesu. Tuongeze neema Bwana, tusaidie kusimama katika haki yako, katika jina la Yesu. Ulinde na utupiganie, na kuonana mara tena katika ushirika, katika ibada nyingine Bwana, tutakuinua. Katika mambo yote tuwasema ni asante, na tunashukuru kwa sababu ya kila ibada. Pokea sifa Bwana, pokea heshima na utukufu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Tupigie Bwana Yesu makofi.
kwa sababu ameweza kutunenea